Oh, shalom wapendwa, Bwana wabariki sana na karibuni tena katika siku ya leo ambayo ni siku nzuri sana. Sisi tumeamka salama leo tarehe 29 mwezi wa April mwaka wa 2026. Tunaendelea na episode hii ambayo ni sasa episode ya 4 ambako tunaendelea kujifunza kuhusu kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Tumeongea mengi kuhusu kitabu hiki. Tumeongea mengi kuhusu historia ya Mtume Paulo. Tumeongea mengi kuhusu wajoli waliotembea na Mtume Paulo katika kazi ya Injili. Na tumeanza moja kwa moja na Wakorinto sura ya kwanza. Wenda nitoe tu picha kwa jumla kuhusu habari za kitabu cha Wakorinto, kwa sababu kama nilivyoongea hapo awali ni kwamba kitabu au waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto ni Paulo akilisahihisha kanisa la Wakorinto kulingana na taarifa aliyoipata kutoka kwa watu wa nyumba mwa Kloe. Na alipopata hizo taarifa, Mtume Paulo alipata taarifa ya mabaya yanayotendeka katika kanisa la Korinto. Na kwa ujumla hayo mabaya ni kama vile makundi manne hivi. Sababu ukiangalia vizuri katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, ni kama waraka wenyewe unagawanyika katika sehemu 4 kubwa au sehemu 5 kubwa. Sehemu ya kwanza ni Wakorinto sura ya kwanza hadi sura ya 4. Kuanza sura ya kwanza, Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza hadi sura ya 4 inaongelea tu habari za Paulo kusahihisha kanisa kuhusu mgawanyiko uliotokea katika kanisa la Korinto. Mgawanyiko wenyewe ndio ule ambapo wamoja wanasema sisi ni wa Apolo, wengine sisi ni wa Kefa, wengine sisi ni wa Paulo, wengine sisi ni wa Kristo. Kwa hiyo huo mgawanyiko ulipotokea katika kanisa la Korinto, Paulo akaandika na maonyo ya Paulo au Paulo akisahihisha kanisa kuhusu mgawanyiko huo katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza ni inaanza sura ya kwanza hadi sura ya 4. Kwa hiyo kuanza sura ya kwanza hadi sura ya 4 inaongelea tu habari za kusahihishwa kwa kanisa kuhusu masuala ya mgawanyiko. Na bila shaka sura ya 5 hadi sura ya 7 hii inaongea kuhusu usafi wa kanisa, usafi katika swala la ndoa, usafi katika swala la kitanda, usafi katika wanandoa na habari haswa za ndoa amezisahihisha Mtume Paulo katika kanisa hilo la Wakorinto. Na hiyo inaanza kwenye sura ya 5 hadi sura ya 7 katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Na kuanza sura ya 8 ya kitabu cha Wakorinto wa kwanza hadi sura ya 10 inaongea kuhusu uhuru katika Kristo Yesu. Paulo anaonyesha kwamba ujuzi wetu lazima ujengwe misingi yake kwenye upendano wa ndugu. Lakini kuna kitu fulani hapa nataka nionyeshe kuhusu sura ya 13 ambayo inaongea haswa kuhusu swala la upendo. Ina maana sura ya 8 hadi sura ya 10 hii inajilikita haswa kuhusu uhuru katika Yesu Kristo, upendano wa ndugu, kwamba twaweza kujua mambo lakini yote yajengwe katika upendo wa ndugu. Na kuanza sura ya 11 hadi 14 inaongea kuhusu utaratibu wa kanisa na maagizo juu ya meza ya Bwana. Ila nasisitiza tena, sura 13 inaongea tu kuhusu habari za upendo. Na sura ya 15 ambayo ndio sura ya mwisho ya kitabu cha Wakorinto wa kwanza inaongea kuhusu habari za ufufuo wa Yesu ambao ndio hitimisho. Nafikiri nimejaribu hapo kutoa in short kitabu kizima cha waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto. Sasa tuko kwenye sura ya kwanza na nimeona ni bora tuweze kuzichanga hizi sura kwa pamoja ili tusichukue muda mwingi. Unajua tukienda sura kwa sura it will take a lot of time. Na hivi basi tutajaribu kumix sura ya kwanza hadi sura ya 4, kwa sababu ukiangalia vizuri sura ya kwanza hadi sura ya 4 yote inaongelea tu swala la mgawanyiko. Na Paulo anahonya kanisa la Korinto kuhusu swala la mgawanyiko. Niwaombe kitu kimoja, homework. Msome sura ya kwanza hadi sura ya 4. Yani kuanza kesho tariki 30 ni wakati wa kusoma sura ya kwanza ya waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto
hadi sura ya 4, kwa sababu hizi sura 4 ndo zinaongea kuhusu jambo moja, zinaongea kuhusu kitu kile kile. Kwa mfano katika sura ya 2 ya kitabu hichi cha waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, katika sura ya 1 Paulo anaonyesha tofauti kati ya hekima ya wanadamu na hekima ya Mungu. Paulo anaonyesha watu ya kwamba yeye hakuenda kwao kwa hekima ya kibinadamu. Nataka nisome ili kwamba muweze kunielewa vizuri zaidi. Hebu tufungue Biblia zetu katika kitabu hicho cha Wakorinto sura yake ya 2, sababu sura ya 1 tumeshimaliza sura yake ya 2 ya Wakorinto wa kwanza. Sura ya 2 ya Wakorinto wa kwanza. Sura ya 2 ya Wakorinto wa kwanza. Yes. Hii nimesema inajikita hasa katika tofauti kati ya hekima ya kibinadamu na hekima ya kimungu. Ukisikiliza uwe makini sana katika kusikiliza, naomba usome. Wakorinto wa kwanza sura ya 2. Basi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu, sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima, maana naliazimu nisijue neno lolote ndio kwenu ila Yesu Kristo ndio naye amesulubiwa. Nami nalikuwako kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi. Na neno langu na kuhubiri kwangu hakukukua kwa maneno ya hekima, hapakukuwa kwa maneno yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu. Ndio ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, ndio, bali katika nguvu za Mungu. Katika nguvu za Mungu. Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii, si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii, ndio wanaobatilika. Bali tuanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa, ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu. Kwa hiyo ukisikiliza vizuri, sura hii inaeleza ya kwamba kuna hekima ya kimungu ambayo watawala wa dunia hii hawaijui. Ikiwa wangilijua basi wasingemsulubisha Yesu Kristo, si hivyo? Mambo ambayo jicho alikuyaona wala sikio alikuyasikia. Kwa hiyo katika sura hii Paulo anaonyesha tofauti kati ya hekima ya kibinadamu na hekima ya kiungu. Sasa nataka nikuonyeshe chimbuko la Paulo hadi kufika kuongea hivi. Kumbuka hapa Paulo anaonya kanisa la Korinto. Na kumbuka kanisa la Korinto lilipata mhubiri mpya ambaye anaitwa Apolo. Na niliwaeleza katika historia mwanzoni ya kwamba Apolo alitoka Rumi. Na Apolo alikuwa msomi kwenye shule ya Alexandria, ambayo ni shule iliyokuwa inafundisha falsafa na hekima ya kibinadamu. Kwa hiyo Apolo alipofika Korinto alionekana ni mhubiri mashuhuri anayejua vizuri kujieleza kuliko Paulo. Paulo alikuwa hajawa mbobezi sana katika masuala ya Kikristo, kwa sababu Paulo alisomea dini ya Kiyahudi. Paulo alisoma chini ya mtu anayeitwa Gamalieli ambaye alikuwa ni mwalimu wa Torati, na alisoma haswa dini ya Kiyahudi. Kwa hiyo alikuwa bado ni mpya, ametoka katika kanisa ya Kiyahudi anaingia katika dini ya Kikristo, ambapo Apolo yeye alisomea dini ya Kikristo katika nchi ya Urumi. Kwa hiyo Apolo alipokuja pale kwenye kanisa la Korinto, tayari Paulo alikuwa amesha kuwa Efeso. Waliopokea Apolo ni Akila na Priska, na Akila na Priska wakamkaribisha, wakamsikia ni mhubiri mzuri, wakamsahihisha kuhusu ubatizo, alafu wakamruhusu aanze kuhubiri. So Apolo alipohubiri kwa mara ya kwanza, alihubiri kwa hekima na kwa ufasaha wa maneno. Na kumbuka watu wa Korinto walikuwa ni watu ambao wanataka hekima, ufasaha wa maneno, wanakusikiliza, wanaona unajua mtu anayejua kupanga maneno, wanakuelewa, wanasema okay. Wote wakasema Apolo ni mhubiri. Yaani huyu Apolo anazidi hata Paulo mwenyewe. Kwa jinsi Apolo alivyokuwa akihubiri, Korinto, waumini wa Korinto wakasema hapana. Bwana sisi ni wa Apolo bwana. Yaani Apolo ndo mhubiri, achana na Paulo. Wengine wakakatika humo ndani wakasema hapana,
Paulo ndo mwanzilishi wa kanisa hili, sisi ni wa Paulo. Wengine wakakatika wakasema hapana, sisi ni wa Kefa. Kumbuka Kefa ndiye aliyekula na Yesu, ndiye aliyetembea na Yesu. Kefa maana yake Petro Na wengine wakasema sasa sisi si wa Kefa, sisi si wa Paulo, sisi si wa Apolo, sisi ni wa Kristo mwenyewe. Kwa hiyo kanisa likagawanyika. So nini ambacho kilifanya watu wa Korinto wawe na uwezo wa kuchagua huyu na kuacha huyu? Walitazama hekima ya kibinadamu, walitazama ufasaha wa maneno aliyokuwa nao Apolo. Sasa ndo jambo hili ambalo Paulo analionya kwamba mimi nilipokuja kwenu sikuja na ufasaha wa maneno, mimi nilipokuja kwenu sikuja na hekima ya kibinadamu, lakini nilikuja na hekima ya kimungu ambayo hawa hawana nayo. Ila kuna kitu ambacho ninapenda hapa. Katika maelezo yote Paulo hakuonyesha chuki kwa Apolo. Mahali pengine Paulo anasema ya kwamba mimi nimepanda, Apolo akamiminia maji, Mungu akakuza. Kwa hiyo anataka kuonyesha watu ya kwamba mimi si kitu, Apolo si kitu, ila mkubwa ni Yesu Kristo. Hebu endelea kusoma tupasikilize. Lakini kama ilivyoandikwa, ndiyo mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio alikusikia, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wapendao. Mungu aliandalia wale awapendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho uchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila Roho ndio ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo. Hebu nenda moja kwa moja kwenye Wakorintho sura ya 4 mstari wake wa 6. Wakorintho sura ya 4 ya mstari wake wa 6. Wakorintho sura ya 4 mstari wake wa 6. Ndio. Basi ndugu, mambo hayo nimeyafanya kuwa mfano wa mimi na Apolo kwa ajili yenu, ili kwamba kwa mfano wetu mpate kujifunza kupita yale yaliyoandikwa, ili mmoja wenu asijivune kwa ajili ya huyu kinyume cha mwenziwe. Maana ni nani anayekupambanua na mwingine? Nawe una nini usichokipokea? Lakini iwapo ulipokea, wajisifia nini? Wajisifia nini kana kwamba ukupokea? Endelea. Mmekwisha kushiba, mmekwisha kupata utajiri, mmemiliki pasipo sisi. Ndiyo. Naam, laiti mngemiliki ili sisi nasi tumiliki pamoja nanyi. Okay, hebu rudi kwenye sura ya 3. Rudi kwenye sura ya 3? Yes, rudi kwenye sura ya 3 mstari wake wa 5. Mstari wake wa 5. Basi Apolo ni nani? Apolo ni nani? Na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mliamini. Yani nataka kila mtu kama Bwana alivyompa. Okay, yani hapo ni Paulo anaonya kanisa la Korinto ambao liliingiliwa na huo mchanganyiko wa kusema sisi ni wa hivi, sisi ni wa hiki, kulingana na ufasaha na hekima aliyokuja nayo Apolo. Kwa hiyo Paulo anawaambia jamani, Apolo ni nani? Mimi Paulo ni nani? Sote si ni wahudumu tu. Endelea. Mimi nilipanda, Apolo akatia maji. Mimi nilipanda, Apolo akatia maji. Mwenye kukuza ni Mungu. Mwenye kukuza ni Mungu. Yani mimi Paulo nilikuja nikahubiri, Apolo akaja akamiminia maji juu, Mungu akakuza. Yani mimi ninachotaka hapa ni hekima ya Paulo. Paulo hakuonyesha vurugu yeye na Apolo, sababu si jambo rahisi. Mimi nimeanzisha kanisa langu, si Paulo ndio alianzisha kanisa lake? Alafu wewe Apolo unakuja kuvuruga kanisa langu nililoanzisha. Ingekuwa rahisi sana Paulo kwanza kumtombokea Apolo, kumwambia wewe Apolo una akili kweli? Mimi nimeanzisha kanisa hapo Korinto, wewe unakuja kulivuruga. Lakini nilichopenda Paulo alionyesha hekima sana kwa Apolo. Akaambia watu ya kwamba jamani, mimi nimepanda mbegu, nimehubiri neno hapo. Apolo akaja akamiminia maji juu ya hilo neno nililohubiri, lakini sote anayekuza ni Mungu. Kwa hiyo watu msitugawe, na nyinyi msitupende kwa sababu ya hekima fulani ya ujuzi wa maneno. Endelea kusoma. Hivyo apandaye si kitu, atiaye maji si kitu, bali Mungu akuzaye. Basi yeye apandaye na yeye atiaye maji ni wamoja. Lakini kila mtu atapata thawabu yake mwenyewe sawa na taabu yake mwenyewe. Ndiyo. Maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Hebu nenda kwenye sura yake ya 2. Sura ya 2? Mstari wa ngapi? Sura ya 2 mstari wa enda kwenye mstari wake wa 13. Mstari wa 13. Nayo
twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Yani hapo ndo Paulo anaonyesha hekima ya rohoni, ile sagesse spirituelle. Na jamani, ningeongea mengi hapa, ila naona tu saa za ibada zinaenea, tunataka enda kanisani. Kuna hekima ya kimbinguni ambayo ni tofauti na hekima ya kibinadamu. Hekima ya kimbinguni sio ile kuongea na mithali mingi. Hekima ya kimbinguni sio kutembea polepole. Hekima ya kimbinguni ni ufunuo wa Roho Mtakatifu. Sababu hii hekima ya kimbinguni ni karama pia. Hekima ya kimbinguni sio hii kujua kutafakari mambo kwa akili na kujua kuyachanganua. Hapana. Hekima ya kimbinguni ni ufunuo wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuliendea neno lake. So Paulo anaonyesha watu wa Korinto ya kwamba mimi nilipokuja hapo Korinto kuhubiri mara ya kwanza, sikuja na akili zangu, sikuja na hekima ya kibinadamu, nilikuja na nguvu za Roho Mtakatifu. Ndio maana maneno yangu hayakuwa tu maneno, lakini nguvu. Wow. Na ndio maana watu ambao waweza kunitambua ni watu wa rohoni, kwa sababu mimi Paulo nilikuja na vitu vya rohoni. Ukiona vizuri hapo pia Paulo anataka kuonyesha utofauti wa ujio wake na ujio wa Apolo. Yaani ni kama vile Apolo alipofika Korinto alikuja na ujuzi fulani wa kiakili na uweza fulani. Unajua mtoto bado anatoka shule, anataka kuonyesha watu ya kwamba yeye ndo yeye. Sasa hili ni kama likaondoa nguvu fulani za Roho Mtakatifu katika unenaji wake, lakini watu wa Korinto wakampenda hivyo hivyo. Naomba uende katika sura ya 3. Mstari wa 18. Kwa hiyo Apolo akaanza kujiona kama vile yeye anastahili. Na watu wenyewe kwanza kusema fulani ndo anastahili kuliko fulani. 18. Mtu asijidanganye mwenyewe. Kwa kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii, na awe mpumbavu ili apate kuwa mwenye hekima. Amen. Endelea. Maana hekima ya dunia hii ni upuuzi mbele za Mungu. Kwa maana imeandikwa, yeye ndiye awanasaye wenye hekima katika ila yao. Na tena Bwana anafahamu mawazo ya wenye hekima, na kwamba ni ya ubatili. Si mtu yeyote na asijisifie wanadamu, kwa maana vyote ni vyenu. Unaweza ukaishia hata hapo. Kwa hiyo Apolo asijisifu kwa ajili ya hekima ya kibinadamu. Paulo anataka kuonyesha ya kwamba hekima ya kibinadamu mbele za Mungu ni ubatili, ni ovyo, ni bure. Kitu pekee cha kujisifia ni hekima ya mbinguni, ambayo hekima ya mbinguni ni ufunuo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo katika kazi ya Mungu lazima watu wajue kutembea na hekima ya kiungu ambayo ni Roho Mtakatifu. Nataka urudi kidogo katika sura ya 2. Sura ya 2 mstari wa 14. Sababu huwezi elewa haya mambo ya Roho Mtakatifu kama wewe si wa rohoni na kama huna hiyo hekima ya kiungu. So wahubiri wasijione kwa sababu ana uzuri na ufasaha wa kunena maneno eti ndo atashawishi watu. Hapana. 14 nasemaje? 2:14. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya rohoni wa Mungu. Maana kwake huyu ni upuuzi, wala hayawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. 15. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, hatambuliwi na mtu. C'est ça le problème. Mtu wa rohoni anatambua yote, lakini yeye mwenyewe hatambuliwi na mtu. Kwa hiyo kikubwa katika Wakorinto wa 2 sura ya 1 hadi ya 4, Paulo analionya kanisa lisigawanyike, sababu wamoja walianza kujitapa, mimi ni wa hivi, mimi ni wa kile, kama tulivyosoma katika sura ya 1. Hebu nenda katika sura ya 1. Wakorinto wa 1 ya sura yake ya 1 na mstari wa 10. Basi ndugu, na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali mwitimu na shauri moja. 11. Kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari na wale walio wa nyumbani mwa Chloe ya kwamba iko fitina kwenu. Basi
maana yangu ni hii, ndiyo, ya kwamba kila mtu wa kwenu kusema mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Apolo, mimi ni wa Apolo, mimi ni wa Kefa, mimi ni wa Kefa, mimi ni wa Kristo. mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Kwa hiyo unaona hapo, hiyo ndo tatizo namba moja ya kanisa la Korinto, na hiyo tatizo ndo ambayo Paulo ameongea kuanza sura ya 1 hadi sura ya 4. Sasa hawa watu walijitengaje katika kanisa la Korinto? Pamoja kwanza kusema sisi ni wa Paulo, Apolo, Kefa, ilikuwa kwenye misingi ya kutazama, kuona hekima ya kibinadamu. Kwa hiyo wao waliona kama vile Apolo ana hekima nyingi kuliko Paulo na Kefa. Kefa ndio Petro, sawa. Wao waliona kama vile Apolo ana ufasaha wa maneno, Apolo ana uwezo wa kuongea mzuri kuliko hata Paulo. Wakasema no, sisi bana. Na watu wengi wako hivyo makanisani, na makanisa mengi yako hivyo, mpaka wanaangusha watumishi. Kwa nini? Tu kwa sababu ya judgment zao. Naona fulani ndo mzuri kuliko fulani, fulani ndo mzuri kuliko Mungu atusaidie sana, yaani Mungu atusaidie sana jamani. Tusihukumu watu kwa sababu ya kuona kwetu kwa binadamu, na hili liwe onyo kwa makanisa mengine. Msitenganishe watumishi wa Mungu. Kumbukeni ya kwamba watu wanapohubiri, wanahubiri kwa nguvu za Roho Mtakatifu, na hizo nguvu za Roho Mtakatifu mara nyingi hazieleweki na hekima ya kibinadamu, zinaeleweka na hekima ya kimbinguni, na hekima ya kimbinguni ni ufunuo wa Roho Mtakatifu kwako wewe mwenyewe. Wapendwa wenzangu, tuheshimu kila huduma. Huyu atakuwa ameitwa hivi na huyu ameitwa hivi, sote hatukuitwa sawasawa. Kila mtu ameitwa kwa upekee wake. Nyote mnaweza mkawe uinjilisti, lakini mkawe na namna tofauti ya kufanya uinjilisti. Nyote mnaweza mkawe wachungaji, lakini pia mkawe na namna tofauti ya kufanya uchungaji. Nyote mnaweza mkawe walimu, mkawe na namna tofauti ya kufundisha. Kwa hiyo Mungu ameita watu kwa namna tofauti tofauti, na kila mtu kwa namna yake ya kipekee. Kilichopo, kama huyu fulani unaona hakusaidii, atasaidia mwingine tofauti yako. Kwa hiyo tupendane, tuheshimu watumishi wetu, tusiwagawe, tuwapende, tuwaombee, na tusitazame mambo kwa macho ya nje, lakini bali tuyatazame kwa macho ya ndani, huku tukitafakari maneno ya Mungu. Nafikiri nimemaliza sura ya 1 hadi sura ya 4 ya kitabu cha 1 cha Wakorinto. Una swali? Do you have any question? Okay. Asante.